الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان. أما بعد أيها الناس، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. إخوة الإيمان، بعد يكون شكور الله تبارك وتعالى ناكم تكي رحمة قاعد هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، nawausieni pamoja na kujihusia nafsi yangu zaidi kuweza kumwogopa Allah tabaraka wa taala katika hali ya kuweza kutekeleza maamrisho yake, wa kadhalika alhali aidan, na vile vile kwenye hali ya sisi kama waislamu kuweza kujiepusha mbali zaidi na makatazo yake. فذاك التقوى وذلك الفوز العظيم، kwani huu ndio utaji Mungu wa kisawasawa na ndio kufaulu kwetu palipo pakubwa. Asema Allah tabaraka wa taala, na yeyote ambaye atamtii Allah tabaraka wa taala pamoja na mtume wake na akawa mnyenyekevu zaidi katika ibada zake na akajilazimisha ndani ya nafsi yake kuweza kumwogopa Allah tabaraka wa taala peke yake, faulaika humul faizun, mtu kama huyo atakuwa ni miongoni mwa wale watakayofaulu, tena kupitia kupata malipo makubwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kama anavyosema mwenyewe Allah tabaraka wa taala, وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. لو متمؤمنين الله تبارك وتعالى في وحدانيته katika umoja wake na mkajilazimisha ndani ya nafsi zenu kuweza kumwogopa yeye peke yake, sasa zawadi zenu Allah tabaraka wa taala anasema falakum ajrun adhim. Ndiposa huu ukawa ni wasia wa Allah tabaraka wa taala lilawwalin wal akhirin min al umam. Allah tabaraka wa taala akiwaambia fadhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika iman, asema Allah tabaraka wa taala katika sura ya 6 aya ya 61, وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني أسمى الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة كتيك آية كما هي تكف، وهو القاهر فوق عباده، na yeye Allah tabaraka wa taala ndiye super power, ndiye mwenye nguvu zaidi, ndiye mwenye nguvu za kutosha juu ya waja wake wote. Wayursilu alaykum hafadha, na yeye peke yake ndiye mwenye dhamana ya maisha yao, kwenye kuwaruzuku kwao, kuwalinda kwao, kuwahifadhi kwao, wasidhurike na chochote katika maisha yao, waishi katika hali ya furaha, amani na usalama mkubwa ndani yake, bal waishi kila mmoja wao akiwa na raha mustarih, hatta idha jaa ahadakumul maut,
mpaka pale mmoja wao atakapofikiwa na siku yake ya kufa na kuondoka katika dunia kama hii. Sasa hapo ikifikia mtu muda wake wa kufa, hamna yoyote mwingine atakayesimama kumlinda. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Sasa hapo kifo itakuwa hakina tena pingamizi, hakina tena dawa. Tawaffatuhu rusuluna, malaika wenye kutoa roho za watu watafanya kazi yao maalum, kazi yao rasmi, wakiongozwa na amirul jaishi ambao ni malakul maut, kuitoa roho kama hiyo duna ta'khir, tena bila ya kumchelewesha mtu muda wake wa kuondoka katika dunia kama hii. Iwapo siku zake zimeisha, riziki yake imeisha, duna ziyadatin wala naqs, haina tena kuzidi wala kupungua. Tawaffatuhu rusuluna, malaika wanafanya kazi yao kwenye kuweza kuitukua roho yake. Na ikiwa hiyo ndiyo siku yako ya mwisho, ndiyo siku yako ya kufa, basi utaumia my brother, kwani kifo hakina huruma na mtu yeyote katika dunia kama hii. Waqad jaa fil athar, bal imekuja fil athar ya kwamba amesikizwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama akitoa maneno mazito fi lahdhatihi al-akhira, katika dakika zake za mwisho kufa na kuondoka katika dunia kama hii. Alisikizwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama na kusema maneno kama haya: ala inna lilmauti la sakarat, ala inna lilmauti la sakarat, qul yatawaffakum malakul mauti alladhi ukila bikum. Kwa sababu hapo tayari malakul maut ashasimama mbele yake kutaka kuitoa roho yake. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Na Allah tabaraka wa taala hakusaini mkataba na mtu yeyote katika dunia kama hii ya kwamba fulani atabaki tulal amadi, ataendelea kuishi milele na milele. Hilo haliko kwa Allah tabaraka wa taala. Wama ja'alna libasharin min qablika alkhuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah tabaraka wa taala hakusaini mkataba na mtu yeyote ya kwamba fulani ataishi milele na milele katika dunia kama hii. Akhi alkarim, anta tasawwar ya akhi, ikiwa Allah tabaraka wa taala ameweza kumtukua mtume wake na kuweza kumuondosha katika dunia kama hii, mtume ambaye alikuwa ni ashraf khalqillahi fil alam, tena fi khalqin wa fi khuluqin, Allah tabaraka wa taala aliweza kumtukua, na baadaye masahaba wakafuatia mmoja baada ya mmoja mpaka wakaisha wote katika dunia kama hii. Sasa anta tasawwar, nani mwingine ambaye anaweza kubakia katika dunia kama hii? Kifo hakimbakishi yoyote katika dunia kama hii. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam hayyan wa baqiyan. Kama alikuwa kuna mtu anayestahiki zaidi
kuishi milele katika dunia kama hii ila qiyam saa, basi wa kwanza angekuwa ni bwana mtume sallallahu alayhi wasallama. Lakana ar-rasul sallallahu alayhi wasallama hayyan wa baqiyan. Ndugu zangu katika imani, ni lazima tuelewe ya kwamba dunia si maskani ya mtu kuzoea kukaa siku zote, bali dunia ni mamar, ni mapito, na dunia ni stage ya mwisho mtu kuweza kupitia, kuweza kuelekea akhira. Bal dunia ni mti mkavu, mti uliokauka mwanzo mpaka mwisho wake, kuanzia majani yake hadi mizizi yake. Kwa hivyo kuna hatari kutegemea mti kama huu, bali usalama wake ni mtu kujitenga mbali na balaa zote za dunia. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي في سننه وابن ماجه أيضا، وروى الإمام أحمد أيضا في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راح فتركها. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika maneno yake kama haya ya kwamba sikuwa mimi kwenye hii dunia ya kwamba ni mtu wa kuja kukaa milele na milele, illa karakibin istallalla tahta ash-shajara, isipokuwa mimi kwenye hii dunia yani sawa na msafiri aliyekuwa akisafiri kwenye jangwa, jua kali, kisha akawa ni mwenye kupumzika chini ya mti, thumma raha fatarakaha, kisha akaondoka msafiri kama ule akauacha mti pale ulipo. Ndivyo alivyokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama kwenye hii dunia. Amekuja kama msafiri, baadaye akawa ni mwenye kuondoka na kuiacha dunia kama hii. Ndipo Allah tabaraka wa taala akasema wadhrib lahum mathala alhayati dunya kama in anzalnahu minas samai فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Kwa hivyo lazima tuelewe na kila mmoja wetu arakizi vizuri kabisa katika akili yake, na aelewe ya kwamba kuna siku ataondoka katika dunia kama hii, na kifo kikifikia muda wake huwa hamna tena ujanja, na kifo hakikimiliki. Bali na yeyote ambaye atajaribu kukimbia kifo, urongo, mbio zake zitakuwa ni mbio za sakafuni. Kwa hivyo lazima tuelewe ya kwamba kifo hakikimiliki. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. الله تبارك وتعالى anamwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallama aeleze masahaba wake wenye kutoa dharura mara kwa mara panaposimama wakati wa vita, hutoa dharura ili wabaki majumbani kwao, wasije wakaenda vitani wakaja wakauliwa ama wakafa vitani. Allah akamwambia bwana mtume waambie la yanfa'akumul firar in farartum min al-maut au al-qatl, hamtaweza kukimbia kifo
kama mmeandikiwa kufa mutakufa tu, bal aliandikiwa kufa atakufa hata akiwa juu ya kitanda. La baraza alladhina kutiba alayhimul qatlu ila madaji'ihim. Kwa hivyo lazima tuelewe ya kwamba kifo hakikimbiliki, na yeyote anayejaribu kukikimbia kifo, basi kiasi anavojaribu kukimbia kifo ndivyo anavoenda mwendo wa kasi zaidi kwenye kukirubia kifo. Allah tabaraka wa taala anasema, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbihukum bima kuntum ta'malun. Na hapa kwenye kuregesha kwetu kwa Allah tabaraka wa taala baada ya kufa kwetu na kufufuliwa kwetu, ndipo pahala penye mtihani mkubwa zaidi na penye masala mazito kabisa. Kwa hivyo mmoja wetu asifikirie ya kwamba yeyote anayekufa basi ameenda kurelax, kwenda kupumzika ndani ya kabri lake kuweza kusubiri kusimama kwa kiyama. La wallahi, huko tunapoelekea kuna hatari kubwa zaidi ya tungojea mbele yetu. Illa man rahimahullah falmautu babun wa kullu nasi dakhilu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fima sahha alhadith an, wallahi ma raaitu manzaran qat afdha illa alqabr afdha min. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wallahi sijaona sehemu yoyote yenye kutisha zaidi illa alqabr afdha min, isipokuwa kabri inatisha zaidi na zaidi kuliko sehemu kama hiyo. Ndiposa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda anasema, walau kunna idha mitna turikna lakana almautu rahatan likulli hayy. Lau ingekuwa mtu akishakufa huwa tayari mambo yake yote yameisha, hakuna kufufuliwa, hakuna kuhisabiwa, lakana almautu rahatan likulli hayy, basi mauti yangekuwa ni raha kubwa sana yanapomfikia mmoja wetu. Ndugu zangu katika imani, tumuomba Allah tabaraka wa taala mwingi wa rahma na maghfira awasamehe sana sana wazazi wetu, awarehemu sana wazazi wetu waliotangulia mbele za haki, wazazi ambao masakini, pamoja ya kwamba walikuwa na utate wa ilmu, walikuwa na utate wa maarifa kuweza kuijua dini yao vizuri, wakajua mambo ya kiibada kisawasawa, na wakawa wanafanya mambo yao mengi binana ala shaki, hawana hakika juu ya yale wanayoyafanya. Lakini fasubhanallah, walikuwa na yaqini kamili ya kwamba kuna kufa yaja. Walikuwa na yaqini kamili ya kwamba kuna siku wataondoka katika dunia kama hii na waelekee akhira. Wakajiandaa vizuri na nafsi zao, wakajiandaa bil mauti qabla nuzuli, wakajiandaa na vifo vyao kabla ya vifo kuwafikia. Wakawa wamejitayarisha nafsi zao kwa kusali sana, kufunga sana, wal amalu salih bal wa binaa al awqaf. Wakajitahidi pamoja
na uchache wao wa ilmu, lakini walikuwa na yaqini, hawakuwa na shaka ya kwamba wataondoka katika dunia kama hii. Ni lazima wafanye mambo ambao yatawafaa wenyewe hata baada ya kufa kwao, wakasimama imara bil amali salih, kuweza kufanya matendo mema mpaka ikafikia hadi kuweza kutanga na kujenga nyumba za auqaf. Nyumba kama hizo ziwe ni kama sadaqatun jariya, hata baada ya kufa kwao pawe thawabu zinawaendea katika makabri yao. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Na wakayafanya haya yote si kwamba walikuwa na good life, wakawa na uwezo mkubwa katika maisha yao kuweza kufanya mambo kama haya na khairati kama hizi, la, bal wengi wao waliyafanya haya وهم في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. Lakini waliamini ya kwamba mwenye kufanya jambo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala na akamtegemea Allah tabaraka wa taala kwenye maisha yake, basi Allah tabaraka wa taala hawezi akamuacha akafanja. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu, inna Allah balighu amri, qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra. Lakin lilela kusikitisha zaidi hivi sasa ni wangapi na wangapi ambao Allah tabaraka wa taala amewafungulia maisha yao, amewaruzuku uwezo wa kimali min haithu la yahtasib, kwa njia hata wao wenyewe hawakudhania, hawakuifikiria, wamejikuta wako na uwezo mkubwa. Allah tabaraka wa taala yarzuqu man yasha bighairi hisab, lakin kila mmoja amezuia kwa upande wake, kila mmoja amekanyaga kwa upande wake, hamna chochote kutoka, la lillahi wala li ajli llahi, hamna kutoka kitu. Natija yake Allah tabaraka wa taala ameondosha rahma baina yetu, huruma zimepotea. Allah tabaraka wa taala ameondosha baraka zote katika maisha yetu. Imekuwa hivi sasa, licha kumpata mtu yuenda mbio ati ataka kujenga nyumba ya wakfu, hata kujenga nyumba yake imstitirie na watoto wake, pia hamna tena uwezo kama huu. Kwa sababu gani? Allah tabaraka wa taala amefuta baraka nyingi katika maisha yetu. Wazazi wetu waliotanguliwa walikuwa masakini, fukara, dhuafa, lakini roho zao zilikinai, nafsi zao zikatosheka, wakafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wakiamini fa inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Ndugu zangu katika iman, hatuzungumzi suala la kifo mara kwa mara, ya kwamba tutishia watu katika maisha yao, tutaka kuwaharibia watu starehe zao na kuwapokonya furaha zao. Pamoja ya kwamba hivi ndivyo ilivyo, watu wafaa kukumbushana masala kama haya. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba wake, akthiru min dhikri hadhimi ladhati. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, mkitaka kuwa wacha Mungu,
kithirisheni zaidi kuweza kukumbuka mauti. Aliulizwa Sufyan Thauri rahimahullah, ni kina nani waerevu katika dunia kama hii ambao wafaa kuigwa katika maisha yao? Sufyan Thauri rahimahullah akajibu na kusema, ni wale watu ambao mara kwa mara wafikiria katika maisha yao kwamba kuna na kifo taja mbele yao na kuna maisha baada ya kufa, watakwenda kuishi maisha wasioyajua. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun wa aktharuhum istidadan lilmauti. Kisha vile vile wakakaa chini wakajipanga vizuri ni yapi ya khairi waweze kuyafanya, mambo ambao yataenda kuwasaidia wao hata baada ya kufa kwao. Wa kullu nafsin bima kasabat rahina. Kwa sababu kama hii ndio tuelezea masala kama haya ili waislamu wazunduke waweze kurudi nyuma bitaubati wal istighfar. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Na sisi tunaozungumza iwe ni ibra kwa sisi, na vile vile tupate ajri hata baada ya kuondoka kwetu. Kwa wale watakao kubaki nyuma wakashika nasaha kama hizi wakayafanya ya khairi, na sisi tuweze kutarajia malipo makubwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wadalu ala khairin kafa'ilihi. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غر الميامين، فرضي الله عنهم أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه، وثنى عليه الملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم من بريئة جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا منهم ذي العصر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب، وعن ستة الباقين من عشرة المبشرين في الجنة. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم،
ولذكر الله تعالى أكبر. وأقم الصلاة لعلكم تفلحون.